Bana, karibu kwenye exclusive interview na MC Pilipili ambaye ni MC wa taifa kwa jinsi ambavyo yeye mwenyewe anajiita, lakini takuja nimuulize baadaye hapa, je, hili jina la MC Pilipili je limethibitishwa na Watanzania kwamba wewe ni MC wa taifa? Utanijibu hapo, lakini pia unaweza kutuendelea kutufuatilia katika kurasa zetu mbalimbali, hasa YouTube channel yetu ambayo ni Jambo FM Radio Tanzania. Ukisubscribe pale unaweza kupata nafasi ya kupata notification ya kile ambacho tunakuwa tunakiweka, basi kinakufikia kwa urahisi zaidi. MC Pilipili, karibu sana. Bwana, asante sana, nashukuru. Mambo vipi? Bwana, mambo mazuri. Imekuwa muda mrefu sana. Ni kweli bwana, long time. Sawa. Anyways, tuanzie hapo. MC wa taifa. Swali langu la kwanza kabisa, unahisi Watanzania wamethibitisha kile ambacho wewe tayari umejiita kwamba ni MC wa taifa, na wewe uthibitisho unaweza ukawadhihirisha hapa kwa namna gani? Okay. Unajua mimi MC wa taifa actually nilipewa na Watanzania. Mimi bahati mbaya mimi sina jina ambalo nimejitia. Kwenye sanaa mimi jina ambalo nilijitia la kwanza kabisa lilikuwa MC Manu. Manu, kutoka kwenye jina Emmanueli. Yaani ulitohoa hapo? Nilitohoa kwenye Emmanueli. So nikiwa Dodoma sasa Emmanueli. Kwa hiyo nikaangalia mchekeshaji ambaye nilianza kumwangalia Mr Bean, kwa nikaona Bean jina fupi, Joti jina fupi, Emmanueli jina refu. Kwa hiyo kwenye kumtafuta kuna rafiki mmoja akajaribu kaniambia, bwana, chagua kati ya Manu au Nueli. Kwa hiyo MC Nueli au MC Manu. Nikachagua MC Manu. Likaisha hapo. Sasa MC Manu nilianza kwenda nalo, nilikuwa kwenye sherehe moja kule Msalatu. Unajua mimi nilianza kuwa nikifanya nifanya UMC na kuwa na drop za comedy in between. Umeona, yani kati ya tukio hili na tukio hili. Kwa hiyo hicho kitendo watu wa Msalatu Dodoma siku moja kunipata mimi, akaenda MC mwingine. Hapo ina MC mwingine akapiga, wakasema MC yule naye aliyekuja naye amekuwa tu vizuri, lakini yule ni kama nyanya au kitunguu, wewe ni pilipili ya shughuli kondo. Kwa hiyo wale walinipa bwana, wale ni pilipili. So ile pilipili ya shughuli mimi nilichukua kama statement, kama neno, yani kama kusema jambo jamuka haya. Sure. Kwa nilikuwa MC Manu, pilipili ya shughuli. Kwa hiyo nilipotoka hapo kwenda Dar es Salaam, nilipokuwa nikijitambulisha, jamani, mimi naitwa MC Manu au pilipili ya shughuli. Sasa neno pilipili, tuone pilipili kama zipo, nikipiga shughuli mpaka mwisho tutasema wana kweli ni pilipili. Okay. Kwa hiyo ndio ikafikia hivyo. So kwa nini nilikuwa MC wa taifa? Miaka mingi iliyopita ma MC walikuwa ni ma MC wa mikoa. Yaani mkoa huu kuna MC mmoja mkubwa. Ukienda Mwanza kuna MC mmoja mkubwa na MC wa hapo. Mbeya kuna MC mmoja mkubwa na MC wa. Kwa kila mkoa, umeona? Lakini mimi ndio mtu wa kwanza, sababu mimi wakati naingia kwenye sanaa, naingia kwenye usanii, nilikuwa na mentality ya Diamond. Nilikuwa na mentality ya Alikiba. Yaani nataka kuwa kama Diamond. Nataka kuwa kama Alikiba. Yaani nilikuwa mpaka ninamtanguliza mtu anaenda kuongeongea na wana kamati sijui nini. Yaani mimi maharusi wakishasogeza mpaka mbele, watoto wameshafika, mimi nakuwa nasubiri kwenye gari tu. Umeona? Okay. Alafu ndo na jamaa mmoja anatangulia kama MC wa utangulizi, afu anasema na tunamkaribisha MC Pilipili, basi mimi naingia nakimbia nini, watu wanashangilia na nini afuna. Kwa hivyo kile kitendo nilikuwa najichukulia hivyo. Kwa hiyo nikaanza kujiweka hivyo, yani nikaanza kujitangaza, nikaanza kuweka ratiba nini. Kwa hiyo nikaanza kuitwa kwenye sehemu tofauti. Kwa mimi kwa mara ya kwanza nilitoka Dodoma mjini. Wakati mimi nianza Dodoma nikaenda vijijini. Alafu shughuli yangu ya kwanza nilipelekwa na MC mmoja anaitwa Jojolio, ambaye alipata sherehe Kilombero. Kwa hivyo yeye hakuweza kwenda Kilombero, akanituma mimi ndo niende kwa niaba yake. Kwa hiyo ndio kwa shughuli yangu ya kwanza kuifanya nje ya Dodoma, lakini shughuli na wamudu wale watu kama wa Dodoma tu. Yaani mimi nikiwa sehemu nje hapo na mudu kama sehemu hapo. Kwa hiyo nilipoenda kufanya kule Kilombero ikaenda vizuri, ndio ikafungulia hapo sasa nikaitwa Morogoro. Na wale of course wale walianzia wakasema ungekuwa Dar wewe, mentality ya kwenda Dar es Salaam na yenyewe kaingia. Yeah, sure. Kwa hiyo kuanzia pale
mimi ndio MC pekee toka nchi yetu ipate uhuru mwaka 1961 ambaye nimeenda wilaya zote, mikoa yote. Yaani umepiga hizo chaka kwa chaka. Yaani mikoa yote, wilaya zote. Okay. Yaani hamna mkoa ambao sijaenda, hamna wilaya ambao sijaenda. Kwa hapo ndipo jina la MC wa taifa litazaliwa. Ndio maana yake sasa hiyo ndio. Okay, sawa. Kwa hivyo sasa tunakuwa tuna MC ambao wanaweza wakafanya vizuri mkoa huu, lakini akienda mkoa mwingine anaweza siende vizuri sana. Umeona? Ila mimi kila mkoa na kila wilaya nilikuwa natamba nayo hivi. Yaani iwe ni Geita, iwe ni Chato kule, umeona yani kote Kahama, Shinyanga hapa, umeona. Yani ilikuwa ni kila wilaya, kila mkoa. Kwa hivyo nimeenda Tanga kote, yani kote kila sehemu, na kwa sababu ndio nilianza kuwa wa kwanza kuingia kwenye mitandao pia. Sababu mimi nafikiri ndio MC ambaye nina video nyingi sana za harusi kuliko yoyote, umeona, kwa sasa hivi online. Kwa hivyo wengi walianza kuwa wanapenda wanajua style ya namna ninavyoingia, namna ninavyopiga, umeona, na some comedies ambazo zinafaa bwana tumtake huyu na nini. Kwa hivyo hasa ndio ilinipa huo kuwa kwenye huo UMC wa taifa. Sawa. Kwenye hizo mishemishe zako zote za kuzunguka mikoani, lakini saizi uko hapa Shinyanga, na nakumbuka last ama mwezi uliopita tarehe 28 ulikuwa na show yako kubwa tu hapa Shinyanga. Kwa ambaye hakuhudhuria au ambaye anakutazama kutokea mbali, unaweza ukamwambia kuhusiana na feedback ya hiyo show na kipi ambacho ulikiona kwenye show yako ya Shinyanga? Okay, kwanza mimi Shinyanga niliona love kubwa sana. Sababu unajua watu wasiojua, mimi katika maisha yangu moja kati ya mambo makubwa sana ambayo yaliwahi kunitokea, ukitoa hili la msiba wa mama yangu, ni ajali mbaya sana ambayo nilipata maganzo pale. Ulipata maganzo hapa nilipata maganzo hapa Shinyanga. Okay. Ilikuwa moja kati ya habari mbaya sana, kwa sababu ndio kwa mara ya kwanza mimi kabla kulikuwa hivi, yani unakuta labda ajali imetokea, mtu amefariki, amebanwa, au mtu unaambiwa bwana alirushwa akapiga, na sasa ilikuwaje? Aliumia sana, ila ujui, yani unakuwa ujui ilikuwaje. Mimi nakumbuka wakati natoka, sababu nilikuwa na sherehe hapa Shinyanga, alafu nikaa na sherehe Kahama. Kuna shule moja inaitwa Kwema something. Kwa hiyo nikufanya sherehe Kahama na ya hapa Shinyanga, nikaenda Mwanza, nikaa na sherehe nyingine Mwanza. So nikatoka Mwanza sasa Jumanne narudi Dar es Salaam. Umeona, kwa sababu nilikuwa na sherehe Dar es Salaam Jumatano, kwa Jumatano. Kwa hiyo nikiwa njiani tukasimamishwa kwanza na traffic. Baadaye tulivyokuja kuruhusiwa kwanza kwenda, tukawa niko na gari yangu ya Prado ile. Yuko mbele kukawa kuna mtu ana baskeli. Umeona? Kwa vile mtu alikuwa na baskeli akafanya kama anaingia hivi barabarani. Kwa hivyo sababu alikuwa anaingia, huyu jamaa akajaribu kumkwepa dereva wangu. Kwa dereva alivyoenda hivi kujaribu kurudi hivi, ndio gari ikaanza kutembelea matairi mawili. Kwa ndio ikaanzia hapo, yani ile matairi mawili nini, mpaka kaje ikalala chini, ikaseleleka. Kwa mimi dakika ya mwisho yani niliona kuanzia yani tunapishana na huyo jamaa, ndo basi tena. Yani mimi nilikuja kupata fahamu wiki iliyofuata. Hapa ukiwa wapi sasa? Sasa hapo nikarushwa, nikatokea pale kwenye kioo cha mbele kile. Okay. Lakini gari baadaye likarudi kama mara 2, mara 3, mara 4, mara 5 hivi walikuwa nikuta. Jamaa wanasema saa yule dereva wangu na mwingine anasema ukalala hivi chali. Kwa hiyo nilivyolala chali hivi, macho haya kama yanafanya hivi. Unajua ile macho yanakuwa hamna hizo nani nyeusi. Yeah. Umeona? Lakini anasema akatokea dada mmoja akawa ananiombea pale nini, anazunguka na nini. Umeona watu kibao na nini, watu wakaanza kujikusanya na nini, baadaye wakanibeba, nikapakiwa kwenye gari lilikuwa linatoka Tabora linaenda Mwanza. Wakakubeba. Kwa hiyo nikiwa sijitambui. Umeona, na nilipopanda hata pale kwenye gari sikujitambua. Na nikiwa kwenye gari akatokea mama mwingine ambaye alikuwa ana hijab. Ambaye ni mwanamke, naye pia akawa very concerning na mimi. Na yule mdada ambaye alikuwa ananiombea yule, naye akapanda kwenye basi. Kwa na wanawake wawili. Na hao vijana wangu watatu. Kuna mmoja alikuwa anapiga gitaa, anaitwa Abisolo, sikia yuko Mwanza sasa hivi. Alafu kuna mmoja alikuwa mpiga picha wangu na mwingine alikuwa dereva wangu. Kwa hiyo tulipofika kule tukaenda hospitali ya kwanza, tulikataliwa. Kufikiri kwa Aga Khan kama sikosei. Kwa sababu gani? Kwa sababu hatakuwa na PF3.
na taarifa kutoka polisi. Na ndio maana sasa hivi wanavyoelezea kwamba mgonjwa apokewe kwanza ahudumiwe, alafu baadaye ndo na nini, nimeona ni kitu kizuri. Kwa hivyo baada ya pale nilienda hospitali ya Bugando. Kwa Bugando nililazwa pale. Baada ya kulazwa pale kwenye hospitali ya kawaida, yule mama yule ambaye alikuwa amevaa hijabu akana nilipia kila kitu. Umeona, alafu na yule dada alikuwa ananiombea naye akaja naye mpaka pale. Na walikuwa wanafanya hivyo wakikujua kwamba wewe ni MC Pilipili au walikuwa wanafanya kwa sababu ya walikuwa wanajua mimi ni MC Pilipili? Walikuwa nakujua kabisa. Mimi ni kipenzi cha kina dada. Okay, sawa. Kina mama wanawake wazuri. Ulichukua muda gani hospitali mpaka kupata fahamu? Hospitali pale nilichukua almost kama wiki moja. Wiki moja. Kwa hivyo love kubwa ambayo niliipata, of course palijaa sana watu pale. Sababu baada ya pale walipita kina Biladawi na wengine na nini, habari zikasambaa na nini. Mamangu alihangaika sana. Sana. Kwa hivyo nilivyoenda nikalazwa kule, baadaye mheshimiwa mbunge wa pale Mwanza akanichukua akanipeleka kwenye chumba. Kuna chumba kimoja kwa juu kule Bugando. Kwa hiyo nikaa nimelazwa pale. Kwa hiyo nikiwa sina fahamu, nilivyoanza kupata fahamu, kwanza niliona yale mawe ya Mwanza. Nikaona mawe kama ya kwenye shilingi 500, kwenye shilingi 500, noti ya shilingi 500 yalikuwaga yale. Mawe ya wapi? Hapo nikamwona kuna mdogo wangu mmoja, kana huyu mshikaji nimemuona wapi? Maana unajua huyu bwana ni mdogo wangu. Kwa hiyo nili pamoja na ile na hayo mambo kutokea, nilisahau vitu vingi. Okay. Yani ikatokea tu pamoja na hizo ikana sahau vitu vingi, sababu comedy sababu baadhi ya vitu na nini. Na niliumia sana of course kumgongoni. Okay. Maeneo kama haya hapa. Naona na alama hapo. Na alama. So ilikuwa ni kitu kikubwa. So baada ya pale mimi nilitokea kuichukia sana Shinyanga kwa sababu ya ajali ambayo ulipata. Kwa hiyo sikuwahi kujaga Shinyanga tena. Kwa hiyo ilikuwa ni miaka 5-6 nafikiri. Okay. Sikuwahi kujaga Shinyanga tena. Lakini nilipokuja Shinyanga nilikutana kwanza na kijana ambaye aliniona siku hiyo pale kwenye ajali ambaye nilikutana naye pale. Nilikutana pia na afande ambaye gari yangu ilienda ikawekwa pale. Umeona, na baadaye kaja kuchukuliwa na watu wa bima. Kwa hivyo hii mimi ilikuwa ni comeback yangu kubwa sana. Ya love kubwa sana ambayo Shinyanga waliokoa maisha yangu. Lakini pia kuna kikundi ambacho kwa kinaongozwa na kina Umi Fashion. Umeona, Umi Fashion na kundi chake ndio kikundi pekee pia ambacho walichanga hadi hela, alafu wakaja mpaka Mwanza. Umeona, kuja kuniona na wakasaidia kwenye kulipa na nini. So ilikuwa ni love kubwa sana, watu kama yeye, watu kama Lulekia yule. Umeona, watu kama kina Givenware. Umeona, kwa hiyo ndio maana Shinyanga na mimi tuna bondi fulani kubwa. Umeona, ambao ni nzuri. So mimi hata kuja kuileta ile show kwa kanda ya Ziwa imefanya vizuri sana hapa kuliko hata Kahama. Okay. Umeona, kama nilianzia Kahama Christmas, lakini hapa ilikuwa kubwa sana. So ilikuwa ni love kubwa sana. Na hata mimi love yangu imekuwa kubwa sana of course na Shinyanga, watu wa Shinyanga. Umepiga kambi na tangu umemaliza tarehe 28 mpaka leo uko hapa. Uliondoka? Niliondoka, lakini nilipokuwa Dar es Salaam, nilipokuwa Dodoma pia nilikuwa naona kama mgeni. Ukaona nilipotua tena Shinyanga niko na bana niko home. Okay, lakini pia Shinyanga sasa hivi bwana sio Shinyanga ya zamani. Yaani Shinyanga sasa hivi imeinuka kwa sehemu kubwa sana. Okay. Na ndio maana hata nikasema bwana, kwa kweli nilipojaribu kupita sehemu tofauti ni kusikia habari za Shinyanga sasa, nikasema kwa kweli kanda ya Ziwa ni kanda ya mama. Kwa jinsi ambavyo Mama Samia amefanya kazi kubwa sana kwenye kuboresha vitu vingi sana. Okay, sawa. Baada ya kuona hiyo love kwa watu ambao walikusupport kipindi umepata matatizo ukiwa hapa, una mipango tena kuendelea kufanya shows nyingine hapa Shinyanga either ndani ya mwaka huu au baadaye? Absolutely. Yaani kabisa. Tena yani na watu wengi kweli yani. Zitakuwepo. Yaani bwana kina JJ, kina nani. Yaani nimepata watu wengi sana, nimepata mashabiki wengi sana, nimepata watu wengi sana. So sasa hivi watu wengi sana wananiuliza kuhusu show nyingine ni lini? Na hadi ma comedian wenyewe wanauliza show nyingine ni lini. Kwa sababu hapa
yani mpaka tunamaliza show, yani kila MC alikuwa na karibu 300,000, 400,000, 200,000 ngapi, watu huko wanatoa sio mchezo. Zile za kutunzwa ukiwa jukwani. Hadi Shinyanga sasa hivi bwana wana hela sio mchezo. Yani pesa ipo. Bwana yani unaona watu kama uelewe, yani kama watu kawaida. Yani akinuka ni kibunda. Bwana watu wako vizuri. Lakini pia love kubwa sana ya sanaa ambayo wengi wanaipenda. Wengi walijitokeza. Yani unajua tulipiga mpaka saa 7 watu bado wanauliza. Bwana show ndio inaishia hapa, huyu ndio wa mwisho au wanakuja mwingine. Umeona mpaka saa 7 usiku. So nataka tufanye show kubwa ya kimataifa. Umeona nyingine ambayo inakuja hapa Shinyanga. Sababu Shinyanga tumeona sasa imekuwa verified. Umeona kwenye kupata kitu kile. Watu wengi sana wanajua wakija kuna kitu kubwa hapa tena Kahama, au tenda Mwanza, lakini hapa bwana kuna watu ambao wanaweza kukuwezesha. Yaani kuna watu ambao wanasimama kama sponsors. Yaani ukiangalia watu kama Yas, ukiangalia watu kama CRDB, umeona watu kama East Africa, umeona watu kama kina Gilitu na wengineo wengi ambao wajitokeza kabisa kwenye kuhakikisha kwamba inafanyika kitu kizuri, na hata wenyewe pia nataka kuwapa salute nyingi sana na shukrani kubwa. Lakini pia na wadau, umeona yani wadau kabisa ambao ni watu wa kawaida, wana biashara zao ndogo tu lakini za kawaida zinainuka vizuri, kama kina Ombi Fashion, umeona kina Given Wear, umeona watu wa kawaida lakini anasema brother, mimi naweza nisiwe na milioni lakini bwana na 500,000 na 300,000 na 200,000. Umeona watu wa mapambo, yani ilikuwa fresh kabisa. Ukiangalia pia hata jambo pamoja na faida kubwa sana ambayo inayo hapa, yani Jambo is everything kwa Shinyanga. Yani itosha kusema Jambo ni Shinyanga na Shinyanga ni Jambo. Yani ukipiga picha upo Jambo, ukipiga picha utakiti na kusema upo Shinyanga, tunakuwa tumeshajua. Ni kama uonekana upo Mlimani City, tunajua kwa vivyote sio Moshi hapo. Kwa hivyo Jambo bwana is everything. Hata wenyewe pia wana support sana vijana, wanasema wao vizuri sana. Kwa hivyo sasa hivi bwana tunasema kwamba Shinyanga bwana imeinuka vizuri kabisa na ina support vitu vyao, inasimama kwa ajili ya vitu vyao. So watu walinipokea vizuri sana, wasanii wetu hapa na wenyewe pia wamejitokeza vizuri sana, na ndio maana nisema lazima nafika niwashukuru wote ambao walikuja, lakini pia niwashukuru wote ambao pia waliwezesha, na niwaambie kwamba bwana wameingia moyoni mwangu na mimi nimefall in love na Shinyanga. Yani unapoona kuuliza kanda ya Ziwa makao yake makuu ni wapi? Umegundua kwamba ni Shinyanga. Inawezekana ni Shinyanga. Sawa, sasa Pilipili turudi nyuma, kama imepita kama mwezi nafikiri, kama sio mwezi, kulikuwa na tuzo za wachekeshaji na wewe upo kwenye hilo jukwaa. Kulikuwa na maneno mengi sana, watu wakasema kuna namna moja ama nyingine umekosewa heshima, labda kutopata ama kuingia katika kategori yoyote na kutopata hata tuzo. Maneno kama mengi, lakini sasa kuna tuzo zimekuja mpya. Nimekuona pale umekuwa moja kati ya watu ambao mnagombania hizo tuzo. Pengine hizi tuzo ambazo umekuwa nominated inaweza zikakuonesha heshima yako ambayo watu wanasema kwamba ulikosewa na zile tuzo za hapa Tanzania. Inawezekana. Lakini zile tuzo zilizopita zile za Tanzania za Comedy Award, kwa kweli mimi nilizipokea kwa furaha sana. Lakini ni tuzo ambazo mimi sikushirikishwa kabisa. Yani kuanzia mwanzoni hata kukaa kuelezea, na yani vijana tu wengine ambao ni makomedian wanasema bado tumeenda labda BASATA, tumeenda wapi kuongelea mambo ya nini na nini, lakini mimi hata kutoa mawazo. So sijajua kama waliozifanya ndio ambao walikuwa wanajua ama ambao walikuwa wanazipata ndio ambao walikuwa wanazitaka sana, ama tuzo zilikuwa chache kuliko watu waliokuwa wanazitaka. Unahisi kuna fair yote kwenye zile tuzo? Kwa sababu vipengele vyote kuna fair yote. Sikuwepo kwenye nani za mwanzo zile za mipango na nini. Sijui wenyewe walikuwa wanazingatia nini. Umeona? Sababu wenyewe inaonekana wametoa vitu kwa kulingana wenyewe walivyokuwa wanazingatia. Labda bwana huyu atapewa hichi kwa sababu ya kuzingatia hichi, huyu atapewa hichi kwa sababu ya kuzingatia hichi. Lakini mimi kwa wale waliopo pale hamna yoyote yule ambaye anaweza kushindana naye. Kwa sababu 90%, 100 actually sio 90. 100% wale wote ni watoto wangu na wajukuu. Kwenye tasnia. Yani wale watoto wangu na wajukuu. Kwa maana show ilipokuwa inaanza pale, mfano tulimuona alipanda MC Kisori, alipanda Munga. Sasa Munga na MC Kisori ni watoto wangu kwenye jukwaa la Pilipili Show. Miaka hiyo, yani kinanipa unawaona, umeona? Kwa hivyo wale wana watoto. Kwa hivyo mtu yote sasa hivi anasema
Kisori jamani ndo role model wangu. Yeye kwa vyovyote ndio mjukuu wangu. Okay. Hawa kina Saidi wajukuu wangu. Joel Master mtoto wangu. Muonekana. Kwa mzungu naye pia ni mtu ambaye mimi kipindi hicho niko kwenye yani ni star, nafanya nani zangu, niko kwenye niko Kinondoni Talent Search. Yeye anakuja pale anaonyesha hawa watu kama kina nani wengine yes kina Joel, kina Engineer actually naye of course kipindi hicho, lakini wanaonyesha wanafanya na washauri bwana hapa fanya hicho usifanye. Kwa hivyo kwa hawa hapa ambacho nilikuwa nakitaka mimi kwenye tuzo zile ni heshima. Tena wala tuzo, hata tuzo nisingepewa wala tuzo mimi. Yani heshima ya maybe kukushirikisha, kutaka mawazo yako. Kunishirikisha ni kwa sababu nimekuwa kwenye tasnia muda mrefu, lakini kuweka tu record straight kwamba bwana mtu ambaye alifanya hii tasnia ikatoka hapa ilipo ikaenda hapa ni huyu. Kwa sababu ukienda sasa hivi mfano mtu kama Kipotoshi, ukamuuliza leo Kipotoshi atakwambia alipokuwa Kiela miaka hiyo yeye alikuwa anaingia kwenye YouTube anamwangalia MC Pilipili, alafu anachukua zile some jokes zangu ndio anaenda kusimama nazo. Kwa hivyo hata kuanza kupata ndoto ya kutaka kuwa mchekeshaji baada ya kumwangalia MC Pilipili. Hata hawa wenyewe wengi watasema siku nikiondoka kwamba bwana mimi nilivyokuwa nafanya nilikuwa naweza. Mimi nilipata tabu sana kumlazimisha mama yangu kwamba nataka kuwa mchekeshaji. Lakini wenyewe hawajapata tabu. Kwa sababu mimi nilikuwa sina mtu wa kumuonyesha. Maana mimi nataka kuwa mchekeshaji kama Basket Mouth. Mouth ndo nani? Yule Mnigeria. Yuko Mnigeria. Mama amjui. Huwezi kuelezea amefanikiwa, amjui. Nataka kuwa kama Trevor Noah, amjui mama. Nataka kuwa kama Eric Omondi, amjui. Churchill, amjui. Lakini leo hii mtu kama Saidi au mwingine akisema nataka kuwa mchekeshaji kama MC Pilipili. Kwa mtu akivuta anaona MC Pilipili ana gari, MC Pilipili ana nyumba, MC Pilipili ana biashara, MC Pilipili anaishi. Kumbe mtu anaweza kama mchekeshaji na akawa succeed. Kwa mimi nilikuwa ndo mtu wa kwanza, ndo mchekeshaji wa kwanza kuonyeshewa kidole kwamba anaweza kufanya. So hicho mimi ndicho ambacho nataka tuweke record straight. Mimi sina ile ya kwamba nafanya vizuri sifanyi vizuri, lakini nasema hivi ufanyaji vizuri wa Mheshimiwa Rais Jakaya Mrisho Kikwete kama rais mstaafu au kama rais bado haufuniki kazi nzuri iliyofanywa na Nyerere. Na Nyerere ama Mkapa. Sasa Nyerere actually. Kwa sababu mimi ni Nyerere wa stand up comedy. Nyerere nimfungua njia. Umeona? Na ndio maana nilitoa story ya kufikirika kwa sababu mimi ni mwalimu wa Kiswahili kuelezea kuhusu bulldozer. Ya kwamba bulldozer linatangulia mbele, linatoa visiki, linatoa miba, linatoa mawe, makokoto, linatoa nini mpaka linajenga kabisa, afu baadaye ile baba inakuja inawekwa lami. Afu bulldozer linaambiwa lisirudi tena na njia ile. Pita huko kombele. Huko sababu ukirudi huko taaribu. Wakati bulldozer pakiwa pagumu. Yaani mimi brother nimeenda kufanya show Njombe kwa mara ya kwanza. Kahama kwa mara ya kwanza. Geita kwa mara ya kwanza, Mwanza kwa mara ya kwanza, Arusha. Tena hiyo naenda kwa hela zangu kwa sababu wadhamini hawanielewi na bado wageni waliko wanielewi. Kwa mimi ninachotaka kufanya, yani nafanya harusi 2-3 alafu nachukua zile hela nilizofanya ndio naenda kulipia ukumbi, nalipia muziki, nasafirisha watu kwa ajili ya show ya comedy. Show ya comedy. Umeona? Ndio nilizofanya. Kwa hiyo mimi ndio maana nasema mimi kwenye comedy nimepoteza jasho, damu, umeona na nini ile alikuwa anasema Professor J, machozi, jasho na damu ndio umepoteza. Sasa hiyo mimi ndio ambayo ninachotamani heshima hiyo ijulikane, iwekwe record straight, iwekwe historia. Mheshimiwa Magufuli marehemu alikuwa anasema jamani, watoto wafundishwe historia, watoto shule msingi, kwa sababu usipojua ulitoka wapi huwezi jua unaenda wapi. Mimi nawaheshimu kina Joti, lakini namheshimu sana Evans Bukuku, mmoja kati ya watu ambao niliona awali, lakini MC Pilipili ndio alitoa comedy
kuileta Tanzania bara, stand up especially stand up. Sure. Yuko Tanzania bara. Sasa hiyo sisi tutaka ijulikane tu. Mimi wala nisingetaka tuzo. Na hata kusimama. Mimi of course nilipenda tu perform pale mbele ya Mheshimiwa Rais na nilifurahi sana Mheshimiwa Rais kujitokeza pale. Lakini mimi ni moja kati ya wachekeshaji pendwa sana wa mama. Na nafikiri wakati wenyewe walikutana naye pale wote kwa pamoja, mimi ndio nafikiri ambaye nimekutana na Mama Samia kwenye show mara nyingi nafikiri kuliko mchekeshaji mwingine yote. Na video hizo kuliko mchekeshaji mwingine yote kujaribu kuangalia pale. Kwa hivyo mimi pale nitaka tu record straight na ile heshima kwamba bwana you have done something, we appreciate kwa mchango wako. Hiyo. Okay, sawa. Tuzungumze kuhusu hizi tuzo ambazo upo pale, waambie ni tuzo zipi na wamekuweka kama nani. Okay. Kwenye African Golden Awards ni show za kimataifa, of course za 3 ambazo naingia. Unaingia mara 3. Nilishinda show ya Scream Awards mwaka 2020. Fikiri nilikuwa ndo Youth Comedian of the Year Afrika. Yani comedian kijana. Comedian kijana wa mwaka wa Afrika. Kwenye hizo tuzo. Ambazo nilipewa Nigeria. Okay. Umeona ukiandika sasa hivi kwenye tuzo utaona na kuna watu walitokea wakaziponda sana tuzo na wenyewe wamekuja kufanya tuzo. Umeona? Kwa hiyo hizo nilipata hiyo ya Afrika. Lakini pia kuna tuzo zinaitwa Savannah Comics Awards. Hizo ni tuzo kubwa sana South Africa. Kwa East Africa mimi ndo nilikuwa nominated mara nyingi zaidi nafikiri kuliko mtu yote South Africa. South Africa. Alafu na tuzo hizi sasa ndio tuzo zangu za pili actually ambazo nimeitwa kama MC. Umeona ambapo pia tunapambanishwa Afrika nzima. Umeona ni ya 3 kwenye African inaitwa African Golden Awards. Umeona ambazo nimeitwa sasa tena kwa ambayo ni MC na Hyperman. Umeona ambazo hizi mimi kwa ladha ya nani ambayo nimekuwa nayo kwenye especially kwenye MC nimefanya vizuri, nimegusa maisha ya watu, nimefanya vitu tofauti vingi sana ambavyo najua watu wana nafasi kubwa ya kuweza kujivunia kuielezea. Kwa sababu mimi ndio mchekeshaji pekee. Kwanza ndio mtu pekee, ndio msanii pekee ambaye ni stand up comedian lakini pia ni MC wa maharusi na sherehe. Alafu kwenye sehemu hizo zote uko juu. Maana sio kwamba mshikamano mmoja mponyoka. Wewe mmoja alijaponyoka. Nashika kama 5 naenda nayo yote vizuri tu. Yani mimi ni MC hatari kabisa lakini pia ni stand up comedian noma. Kwenye zote ambazo unazifanya. Kwenye huko na kuna kwenye hizo nasema kwamba watu sasa wana nafasi kubwa sana ya kuweza kunipigia kura. Especially Afrika nzima lakini pia wa Tanzania, watu wa kanda ya Ziwa, kanda ya Kati, nyumbani kabisa pale Swaswa Dodoma na wengineo kuweza kujua bwana MC Pilipili sasa hivi tumpigie kula kwa sababu sasa hivi naenda kwa niaba ya nchi. Okay, na kutoka kwa Tanzania umekuwa nominated wewe peke yako? Nimekuwa mimi na kuna MC mmoja anaitwa Ndimbo. MC Ndimbo. Okay. Sawa. Naye pia anafanya kama wewe ni comedians pia na yes, sio comedian. Yeye ni MC tu. Sana maharusi na hizi waheshimiwa corporate. Okay, sawa. Zinafanyika nchini? Zinafanyika Nairobi. Nairobi. Zinafanyika Nairobi. Okay, sawa. Anyways, ukitoa tuzo pamoja na vitu vingine vyote, ni kitu gani ambacho kinatakiwa kifanyike kwa wasanii wa comedy ili kuendeleza hii sanaa ionekane ya thamani sana? Wanatakiwa kwanza dig of it, yani kuendelea kujifunza zaidi. Kwa sababu sanaa hii bado ni changa kwetu. Sema tu kwa sababu sanaa hii inakuja na umaarufu. Kwa hiyo mtu akishakuwa maarufu anafikiri pia ina uhusiano na kwamba ndio comedian mzuri. Kwetu ndio maana kuna makomedian ambao hawana majina sana lakini ni hatari kabisa. Kuna dogo mmoja anaitwa Nizo. Umeona? Yaani ni hatari. Kuna dogo anaitwa Ndembo, sijui Ndembo. Ukiwaona hivyo kwa nani? Ni hatari kabisa. Umeona? Lakini wengi wanakuwa full na umaarufu.
Kwa pamoja na umaarufu lakini wapate nafasi nzuri sana ya kuangalia kina Kevin Hart, wasome waangalie vizuri sana. Kama mtu mmoja anaitwa Kisoli ni mtu ambaye anasoma, anawadiga, anamtafuta msanii fulani, utamfuatilia, ataingia ndani, utaangalia jinsi ya kuvaa, utaangalia jinsi ya kuandika, writing material, jinsi ya kudeliver, jinsi ya kusimama kwenye jukwaa na jinsi ya kufanya na vitu kama hivyo. Lakini pia kutoa nafasi kwa vijana wengine na wenyewe pia waweze kuonekana. Na ndio maana sisi tuliamua, kwa sababu sisi jukwaa letu hili ni jukwaa la taifa actually. Sasa hivi sisi kwa miezi kadhaa tutaliweka kanda ya Ziwa. Umeona, tukitaka tuinue vipaji vingine vya kanda ya Ziwa viende duniani. Kwa sababu sasa hivi ukiangalia Joel Master ambaye ametoka huku anafanya kazi nzuri, kumwangalia Matabe ambaye ametoka huku anafanya kazi nzuri, kumwangalia jamaa mmoja tu mtoto wa dada ametoka huku pia naye anafanya kazi nzuri sana. Hasa bado kuna kina Joel Master wengine, kuna mtoto wa dada wengine, na bado kuna kina Matabe wengine. Na ndio maana sasa hivi tunataka tukafanye show mpaka Geita, tunataka tufanye show pia Mwanza, siku zijazo tutarudia tena Kahama, mbona tutafanya tena hapa, ili tuwape hawa jukwaa la kimataifa. Umeona, kwa sababu sasa hivi sanaa yetu inaangaliwa na Afrika. Okay, na maswali yangu mawili ya mwisho naomba tuyakimbize haraka kwa sababu muda pia umetuishia. Nimeona promotion ama unavoomba watu wakupigie kura. Unaposti picha nyingi ukiwa na Alikiba. Tena hizi ni za throwback sana, zamani sana. Kwa nini umeamua kutumia picha wewe ukiwa na Alikiba tena za zamani sana kupromote tuzo hizi? Kwanza Alikiba mwenyewe tukiwa tumeenda kumzika Mheshimiwa Magufuli, yeye mwenyewe alisema, bwana Pilipili, mimi wewe ni favorite comedian wangu. Yani Alikiba wewe ni yeye alisema, bwana Pilipili, wewe ndio favorite comedian wangu. Kwa ni mtu ambaye ananikubali sana. Kwa hivyo pale tulikutana na yeye na mheshimiwa sasa hivi ambaye pia ni kiongozi wa chama wa CCM ambaye alikuwa naye pale, tukawepo wote, tukua studio. Kwa hiyo tukafanya video zetu pale, tukafanya na picha zetu pale. Alikiba ni msanii ambaye anamsikiza mtu yoyote. Umeona, anaweza akafanya collab. Yaani wakati watu wengine wanasema ukifanya collab nyingi unashuka, ila Alikiba anafanya collab na mtu, yani unaona ana nyimbo hiyo. Umeona, yani watu kama kina nani huyo alikuwa gana nani, Mziwanda. Kuna nyimbo iko na Mziwanda Jikeshupa. Jikeshupa lakini ni Mziwanda. Yani Alikiba anafanya na watu ambao yani huwezi kuzania, lakini bado haimwangushi. Kwa maana nasema kwamba kupuliza kuuzima mshumaa wa mwingine haufanyi mshumaa wako kuwaka zaidi. Alikiba yeye ni mtu ambaye anawasha mishumaa wasanii wadogo na wa kawaida, anakaa nao vizuri, kama anawashauri. Hata mimi siku hiyo alinishauri fanya hichi. Na alisema kabisa kufanya show kubwa Dar es Salaam, mimi niko tayari kuja kama mtu ambaye nitakaa pale nitaangalia kwa appearance. Umeona? Kwa na wasanii, na ndio maana hata alipoanza kusema hapa ni nyumbani, yani absolutely. Yani jinsi anavovaa, watu wanaongea nao, access ya kutana naye, yani ni sisi ndo tunajua kwamba yeye ni mkubwa, lakini yeye bado anaendelea kujiona ni Tanzania na ni mtu. Sawa, nimeona post yako umemtaja Mheshimiwa Mavunde, na baada ya kule Dodoma kugawanywa kwa majimbo, kuna kipindi ulikuwa na ndoto za kuwa kiongozi. Mwaka wa uchaguzi unatupa karata kule Nagulo Bahi, ulikuwa unapataja sana. Mimi napenda kuwatumikia watu. Napenda kuwatumikia watu sana. Yaani hicho ndio kitu kikubwa kwenye moyo wangu. Napenda kuwatumikia watu popote. Chama cha Mapinduzi ndio chama changu. Na kadi halali ya chama ya kielektroni kabisa. Hapa nilikuwa nimempigia katibu wangu wa Swaswa pale. Naona kadi yako imekuja vizuri kabisa, Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan. Ndio ambaye tunasimama naye. Tutakapofika kipindi hicho tunasema tutavuka daraja tutakapolifikia, lakini kwa currently mimi na support mbunge ambaye yupo, lakini pia na support kazi za mama za nchi nzima. Na ndio maana hata nipo kanda ya Ziwa huku pia kufanya hiyo. Kanda ya Ziwa ni kanda ya mama. Hauna nia ya kugombea kwenu?
au nafasi yoyote kwenye chama? Unajua kutaka kugombea, yani huwa kuna mambo kadha wa kadha. Kwanza una nia, hauna nia. Yani kuwa na nia inategemeana na uzima utakuwepo. Kwa hiyo kwanza Mungu. Sawa. Lakini la pili pia kwa taratibu ya chama chetu inabidi uandike barua. Umeshaanza hizo process. Umeona yani ikija kama itakuja kutoka. Lakini sasa hivi mimi napenda sana watu, napenda sana Dodoma. Mwana Dodoma ipo moyoni mwangu since then. Sawa. Nampenda sana Mheshimiwa Mavunde. Mheshimiwa Mavunde is our role model. Yani yule jamaa is our role model. Yani ya kwamba anaweza akawa waziri na anafanya kazi nzuri, anafanya kazi njema. Juzi mimi nimeshangaa sana tulipokuja kuambiwa kwamba kata zilikuwa 44. Unajua ni kama majimbo mawili alikuwa anaongoza yote. Kwa hivyo ndio maana nilipost pale kumpongeza kwamba alikuwa anafanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo sasa hivi ataambiwa kwamba watakata na pengine yeye anaweza akachukua upande mmoja. Huo mwingine unaobaki ndio mna nyinyi sasa mnaanza kupambana nao. Sasa huo mwingine Chama cha Mapinduzi kitaamua. Kina watu. Ndio kina MC Pilipili hao. Sasa hilo umesema wewe. Lakini mimi ni mwanachama cha Mapinduzi kutokea Dodoma pale. Sasa hivi ni mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya ya Bahi. Nakipenda chama changu na napenda kutumikia watu, napenda watu. Sawa, na kuuliza nitakutajia majina mawili. Alafu uniambie unaona nini kwa watu. Yaani kitu gani kinakuja kichwani kwako ukisikia hayo majina? Koi Mzungu. Koi Mzungu, yaani unawaza nini kuhusiana naye? Ukishasikia tu hilo jina, yaani unawaza nini kichwani kwako? Ni stand up comedian. Actually ni stand up comedian, lakini ni mtu ambaye amefanya stand up comedian kuwa biashara. Yaani stand up comedy, sanaa ya ucheshi kuwa biashara. Ameweza, yani amefanikiwa kwenye hiyo. Yaani sana, yani ukiangalia jinsi anavyovua shati, anavyojichora. Mimi mwenyewe nakuwa natamani kuvua shati sema kitambi. Lakini yeye anajichora kabisa, anatoka anaita watu na nini. Yaani ameweza kuifanya sanaa ya ucheshi kuwa biashara. Hilo amefanikiwa. Queen Mena. Nani? Queen Mena. Huyo no comment. Yaani ukisikia hilo jina kichwani kwako unawaza nini? Kwa sasa hivi sasa tuna mfungo wa Ramadhani. Mbona kwa Koi umenijibu? No, sasa hiyo hilo lina ukakasi. No, hiyo nimesema hiyo ni no comment tu kwa. Yaani hamna kitu chochote unachowaza kichwani kwako. Kwa sasa hivi sasa nawaza tu kufuturu. Unawaza kufuturu. Lakini sasa hizi ni mchana. Ndio sasa ndio muda mmoja inakuja na nini tunakuwa tunajipanga pia na nani mechi ya nani ya Simba ya Mukaya. Okay. Hii Simba na Dodoma na hiyo fuzi upo tuenda kuiona. Kwa nini MC Pilipili umekuwa ni mgumu sana kuwa unajibu maswali kuhusiana na mwanamke wako? Sasa kwa sababu ile sio sanaa yenyewe, yani sio kazi yenyewe. Tunasema ile tutaiweka kidogo kwenye nanilie. Huoni kama ni fursa, kwa sababu kuna baadhi ya wasanii ambao wanatumia majina ya wanawake walionao kwa ajili ya kuwapush kwenye sanaa. Na ukiona showbiz za wasanii wengi hata wa comedy, inabidi wakati mwingine wazungumzwe hata mahusiano yao ili wasogee mbele. Wewe hujaliona hili au ulishafanya hivyo ukaona lina madhara kwako? Amna. Mimi niliona tu kwamba moja kati ya kitu kikubwa na kizuri especially kwa mwaka huu tuongelee tu kazi. Ile kwenye nisukume ile no comment. Ngumizi sana. Sawa, Pilipili mimi nimemalizana naye bwana. Shukrani kwa kutazama kuanzia mwanzo mpaka mwisho, lakini unaweza kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ambao ni Jambo FM Radio Tanzania, ambapo utakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata ile notification ambayo itakuwa inakuambia kwamba tumeweka mzigo mpya ama kitu kipya na unaweza kututazama, au sio? Mpaka wakati mwingine tena tutapokuwa na exclusive nyingine. Mimi naitwa Dr. Jose. Nilikuwa hapa na MC Pilipili. You know what? Bye bye. Nini? Jambo Power bwana. Yeye amepewa kama nani? Zawadi. Bwana shukuru. Umepewa zawadi. Ipi sasa? Hii ni mbona kama nyekundu? Energy drink hiyo. Ni energy. Lakini energy ambayo mimi nainywa sana inakuwa ni kama ile ya blue na nini.
Hii ndo ile kwamba ina sura mpya. Yeah, this is a new sura. New sura. Yes, everything is okay. Is okay. Yeah. Try it. Tujaribu. Au kijaribu ndo kwanza. Wewe umefunga wewe. Fungua. Tunakosa mwendelezo. Kumbe umefunga? Nimefunga bwana basi. Sasa umesahau. 92.7 Jambo.